Mmemweza rekebisha hii kamba tu, kuna namna imeniminya hapa. Wewe uzuri. Lakini mtu unamtibu hivi nafikiri una ugomvi naye. Sasa si nilikuwa nakurekebisha kamba. Sasa unarekebisha ndio unalivuta hivi kamba ile unajua kama mkono umeshavunjika tena. Memeza, hivi wewe umeenda hata nilia leba kweli? Umeenda leba? Sasa leba mimi niende mimi wa kike. Nachanganya. Mmemwenza? Mmemwenza. Jamani niko hapa unaniita mara mbili nafikiri nipo kule, si uongee wewe baba. Nilikuwa naomba uniimbie. God have mercy upon us. Niimbie. Yaani ili upate faraja. Kwa sababu ya hicho kipigo. Ndio. Kwa unaona mimi hawajanipiga wamenilamba hapa. Sasa sio kwamba amekulamba lakini sio amekupiga mkono kwa amekupiga mdomo jamani. Kwa hivyo nipiga hivyo hujalizika mmemweza. Unataka mpaka wapige na mdomo uvimbe, si ndio? Hapana. Ili niwe kama yule jamaa anasemaga punde sio punde ikatokea kutokea. Yakatokea kwako. Ila yule jamaa anapiga. Yaani mimi katika watu katika mashemeji ambao nimewaona wanapiga. Yule anapiga. Mimi naambia kwa sababu usinipige kwenye kiuno, mimi nina uvimbe hasikii. Haya, nimeenda sasa hospitali Dr. Ahmed umevunjika kwapa. Sasa kweli kwapa ni kitu cha kuvunja. Manake amepiga mpaka viungo vya mwili vimeharibika. Viungo vya mwili vyote vimeharibika. Pole. Alafu mbaya zaidi sasa amenipiga kwenye kwapa. Sijashevu kwa mpaka nije nipone. Kwa ukienda kwa daktari ukifanya hivi ni hali mbaya. Hali ni mbaya. Sema kila mtu amepigwa sehemu ambayo inamsaidia. Mimi hapa amenipiga kwenye kipanda uso hiki, ni kama amekirudisha tena ndani. Huoni vizuri? Hamna, namshukuru. Kama ni surgery. Yule anatakiwa aende. Amekupunguzia komwe. Anajua kupiga. Hebu twende bwana, mimi hapa nasikia maumivu, niambie. Bwana hebu sema bwana, tuende kwenye point bwana, ongea kilicho kuleta hapa. Samani, sasa mimi ndugu yangu nimekuita hapa. Nina jambo linanikurukuta moyoni huko. Mmemwenza una jambo? Wewe? Naomba chonde jambo lako lisishirikiane na jambo langu. Yaani jambo lako lisiwe jambo langu mimi. Kwa sababu unanisababisha matatizo. Leo hii mimi natembea na nyanyua mkono hivi muda wote bwana, Mr. Sasa kwani mimi nimekupiga mimi? Lakini wewe ndio mambo uliyotaka kwa sababu yule jamaa amefika pale. Wewe ndio ukasema twende kwa tukalete fujo, twende tukamfanyie maanilia ili aondoke yule shemeji. Ameondoka lakini ametuachia majeraha. Samani. Lakini wewe mwenyewe ulimjibu vibaya. Niambie jambo gani? Mimi nataka niachane na yule mke wako. Wewe mmemwenza. Wewe. Wewe. Alijengele na kutukowe. Pole. Nyimbo ya kilugha chetu kile Sumbawanga huko. Usimbage sasa. Mimi nimeamua niachane naye kiukweli. Nataka mimi nianzishe mahusiano yangu mapya. Na huo ndio wanaume. Ndio. Yaani huo sasa ndio wanaume. Sasa hapo leo umenithibitisha kwamba wewe ni mwanaume. Ndio, mimi mwanaume kweli. Tofauti na wewe. Umeanza. Sitaki kabisa masuala kuninyosha mimi vidole. Unasema mimi kwamba mimi sio mwanaume, si ndio? Hamna, wewe ni mwanaume lakini sema tu una mapungufu madogo. Tuachane nayo, lakini mimi ndio habari yangu hiyo. Sawa? Yaani hilo jambo la Mungu lichukua mimi na kuunga mkono. Wewe hapo unatakiwa uwe na mwanamke wako, sio unakuja kwenye ndoa za watu, unaanza kuishi na watu humu ndani, alafu mnakuwa mnapigana malomasi humu ndani, alafu mwenye mke ambaye ndo mimi wa kwanza kumuoa yule nakuwa nimekaa nje. Hiyo hapo sio adabu. Lakini wewe ndio ulikubaliana na mke wako kwamba aongeze mwanaume mwingine pale ndani. Mimi ndio maana nikaja nikaziba pengo. Mimi na pengo. Hamna, una pengo hapa lakini kwenye pengo kwenye ndoa. Mama. Kwa hiyo unaondoka lini pale nyumbani? Kuanzia leo nikienda tu pale mimi nikimkuta nachukua vilango vyangu nyumbani alikonichukua. Kwa hiyo unarudi kwenu? Kwa wazazi? Kwa wazazi. Na hizo ndevu. Baba yako avae taulo na yeye asubuhi avae taulo. Na hizo ndevu zimai tu kote. Unadhani kama mimi ni mkubwa? Hamna, mimi sina ukubwa wote. Ni vile tu watu wananikuza tu. Hamna kitu kibaya kama umeshafahamu hadi tendo la ndoa linafanyikeje alafu unakaa kwenu. Sasa hapo unanitukana. Mimi unadhani kwamba ni maisha shiriki kiasi hicho? Basi. Mimi niseme tu nikupongeze hilo. Hapo swala mmemwenza. Wewe umekuwa ni mwanaume wa kwanza ambaye umetambua kwamba hatutaki kushare. Ndio, nashukuru. Kwa umeamua kuniachia mimi mke wangu. Mmemwenza. Lakini tutaendelea kuwasiliana na mimi. Na mimi. Ndio. Sio na yule mke wangu.
Yule siwezi kuwasiliana naye. Unajua amenidanganya vingi sana. Aliniambia atanibadilishia maisha, lakini kumbe maisha yangu ndo ameenda kuyaharibu kabisa hivi sasa hivi. Nikirudi hivi nyumbani na hizi bandage naenda kueleza nini? Waambie nilipata ajali, niligongwa na treni. Treni ndo sio mimi ndo nimeligonga treni. Sasa ndo serikali inavyonichoshaga hapo. Yaani sheria inanibadilikia. Yaani kiukweli treni ndo nimeliingilia. Kimwili. Sio kimwili. Hapo ni kitaalamu, labda tuongee na wataalamu. Wataalamu. Basi sawa, twende. Wapi sasa? Si nyumbani. Sasa unataka mke wangu, tunaenda kula tena. Nikuache wewe. Mimi naenda nyumbani, wewe tafuta kwa kwenda. Sina mabegi yangu kule. Alafu nyie ile nyumba yenu ile hamna begi. Tunaweka nguo juu ya msumari. Juu ya msumari. Yaani nyie na wale nani buibui wale. Tunapishana hivi. Lakini vikubwa sio unaondoka pale. Kwani alikupiga mkono mguu? Nimesahau ni mkono. Toka vizuri huko. Hebu acha bana wewe. Hebu acha bana. Wamekunyosha baba na adabu za hizi. Mbwa. Yaani wewe sijui kama utaweza hata kuoa kweli. Wewe toka hapo, unanifanisha mimi na yule mwanamke wako lini? Nani? Mimi ni mwanamke wako. Atakuwa tugombana vitu vidogo. Nitakupiga kichwa. Nitakupiga kichwa. Unanipigia wapi? Wanipigia wapi? Nikupige ngumi. Unanipigia wapi? Mume mwenza, mume mwenza. Mume wangu, umenitoa ndani, umenileta nje, unataka tuzungumze afu uongee, shida ni nini? Wewe bwana, mimi hata sijakwambia chochote kwanza. Yule mdogo wako ule mleta hapa mimi amenivunja sijui ni kwa hapa, yule kampiga kipanda uso, amemtoa komo lile, sasa hivi alikuwa ni mtu ambaye hana komo tena. Naomba yule kijana asirudi tena kwenye hii nyumba. Asirudi kwenye hii nyumba. Maswala kutembea mimi nimeweka mkono hivi juu utafikiri auza karanga staki. Unanipenda kwanza? Ndio nakupenda. Sana tu. Unanipenda kweli? Sana tu mume wangu nakupenda. Niambie sasa. Ni vile tu kwa sababu umesema unanipenda, lakini huu umbea nisingekupa. Ungebaki hivyo na maisha yako. Mimi kuna umbea nataka nikupe. Baada ya kipigo tulichopigwa na huyo mdogo wako ambaye ni shemeji yetu, mme mwenza ameamua kufanya maisha yake mengine. Amesema kwamba wewe umfai tena kwa sababu akiendelea kuishi na wewe kuna siku utakuja kumvunja kiuno. Ndio hivyo sema hivyo. Amesema yani hawezi kurudi hapa. Mimi aliniitia kule kwa kina Boaz kule. Wakina Boaz kule ameniita kule akaniambia kwamba wewe ulimwahidi kwamba utambadilishia maisha. Utamfanya yeye na maisha mazuri, lakini kumbe na wewe mwenyewe ni muongo. Kwanza unaishi chumba kimoja, kwa hivyo ameamua kurudi kwao. Sawa? Na akitoka kwao pale aenda kuanzisha maisha na mwanamke mwingine, amempata mwanamke mwingine wa maisha yake. Wewe, unachoongea ni cha kweli au? Unayozungumza ni ya kweli? Umeona venyaga uniamini mimi. Unampenda sana yule jamaa kuliko mimi, si ndio? Mungu wangu. Nakuja. Sasa unaenda wapi? Umeona nasemaga au unipendi wewe? Wewe mke wangu. Mke, umeona venyaga upendi kuniamini? Unampenda sana mume mwenza kuliko mimi, si ndio? Lakini kumbuka mimi ndo wa kwanza. Kwa hiyo unampenda mume mwenza kuliko mimi, si ndio? Haya, haina shida. Mwenye sio nafanya maamuzi yangu. Mume mwenza, mume mwenza, Odi. Odi. Karibu. Wewe mmoja ufanye nyumbani kwetu? Najua mwanangu muondoka kule kwa hasira. Naomba tu msamee mdogo wangu. Najua mdogo wangu amekosea, naomba msamee. Yanazungumzika haya. Nimsamee? Kwenye hii hali kweli nimsamee mtu? Mtu anataka kunipiga anitoe uhai, nimsamee? Lakini naisema nyie ndio mmemwanza. Yaani kwenye nyumba yetu mtu ajitawale, aongea anavyotaka, afu tuendelee kumchekea tu, si ndio? Yanazungumzika haya. Yanazungumzika kivipi? Mtu anataka anitoe uhai kabisa. Haya yanazungumzika. Naomba turudi nyumbani tukazungumze. Wewe, niachie. Yanazungumzika kwenye hii hali. Haya, mtu ananipiga kipanda uso hiki. Alikuwa anataka afanye nini? Ni daktari yule. My lord. Ni daktari nakuuliza. Na wewe wakati unakuja kunitongoza ulikuwa umevaa wigi. Kumbe ni mbaya kabisa, ni mzee.
Ubaya wako unaofichia kwenye wigi, si ndio? Mama. Sasa hapa ndo nimeona uhalisia wa sura yako. Huyu ndio wewe. Na hata wakina Ilomo walikuwa wako sahihi kuniambia kwamba yule ni mzee. Na wakati unakuja kunitongoza hapa nyumbani wewe uliniambia kabisa wewe una maisha yako mazuri, utakuja kunibadilishia maisha. Haya ndio maisha mazuri. Hapana, ndio amekosea. Naomba tu nyumbani tukazungumze. Na niachie. Wewe nitaita mwizi sasa hivi hapa. Hapata tosha. Nakwambia. Alafu kibaya zaidi mdogo wako kwenye ugomvi anaingiza lugha ya Kiingereza. Tunapigana huko yeye anaongea Kiingereza. Ili mradi sisi tushindwe kuelewana naye aendelee kutupiga tu. Tunaongea Kiswahili anaona kama ndio tunamtukana. Hapana, msamee. Turudi nyumbani mume wangu. Siwezi kurudi. Na nikuahidi tu mimi na wewe ndio basi. Basi sitaki tena mahusiano na wewe. Nitaita mwizi. Nitaita mwizi hapa na kesi itakuwa ni kubwa hii wewe. Kumbe unijui. Ulinaidi maisha mazuri, alafu unaishi kwenye ghetto. Alafu ulikuja kunitongoza huko umevaa wigi. Sasa hizi umelitoa wigi. Unaona sasa sura yako ilivyo halisi? Sitaki kabisa maisha. Ondoka. Sawa. Maisha mema kama ndio umeamua. Nashukuru na wewe maisha mema. Ase, yani mtu ana sura ya Gosbet mwinjilisti, lakini kumbe ni bondia, mpiganaji. Mama. Sawa baba, maisha mema. Nenda huko. Afu huyu kumbe anijui. Na ukiendelea kuja hapa unasikia wewe. Mmenichafulia jina langu huko mtaani huko. Mume mwenza, mume mwenza. Yaani ile siku ile yule mwenzangu pale ametufumania, alisema wewe toka, ulikimbia wewe. Ulikimbia, nimegundua kumbe una mbio. Jamani, cheki Kapole kenye mambo yote wanakusingizia. Okay, by the way siku ile nilikuwa nakuimbia nyimbo, lakini wewe uliniita ukaniambia kuna kitu nataka kuniambia. Hebu niambie basi. Na mimi nimesikia kukupenda eti. Mwacha bwana. Usiongee au maneno. Usiongee au maneno. Mimi unanipenda mimi, unanipendea nini na mtu na rangi kama kambale? Unanipendea mimi nitakupa nini kwenye maisha? Acha bwana. Mimi shengata na nyoka kuli kinigusa tu jani. Basi geuka. Wewe acha. Wewe sasa unanipendea nini mimi wakati mimi mwenyewe rangi kama kambale? Nitakupa nini? Nakupenda hivyo hivyo. Mimi mtia kupenda. Mimi nakupenda kweli, sikuchezei. Mimi nishachezewa sana. Nishachezewa mpaka na wana Simba. Basi naomba unipe muda. Samahani lakini nipe muda nikufikirie. Unajika mkono wapi? Si yule mwehu yule. Yule mwanamke anataka kuniua, unajua yule. Yule mwanamke anataka kunitoa roho. Anataka kunitoa roho yule. Amemleta pale sijui yule sijui ni mdogo wake, anasema amefanana na yule jamaa ambaye alichomaga gari anamuita sijui Good Luck Gosbet. Yule anapiga yule jamaa, ametupiga mimi na yule mume mwenzangu yeye kidogo tu anataka atolewe shingo. Umeona? Mimi ndo nimevunja kwa hapa hivi. Pole jamani. Asante. Unaenda hospitali? Nimeenda hospitalini, wameniwekea muogo, nimerudi nyumbani yule mwanamke ametia pilipili amekula. Yaani ana njaa yule. Jamani, pole. God have mercy upon Basi us. kwa na mimi. Naomba basi nipe muda nikufikirie. Hamna bana, niambia baba, kwa na mimi. Yaani utaniona tu niko kuna mabegi yako, huwezi amini. Kwa hiyo nipe tu muda. Kweli? Kweli? Kwa hiyo Sawa. basi mimi naenda. Haya, wewe mwangalizi baba. My Lord, I wonder. Kama kuna mtu yote atakusumbua barabarani huko, muonyeshe account yangu ya TikTok. Haya. Bye. Sawa. Kwa makini, sawa? Haya. Angalia sio kaumia tena mguu jamani. Pole. Haya. Mume mwenza, mume mwenza. Mke wangu, mimi nilikuwa naomba tu tusameheane, yaliyopita si ndwele, tugange yajayo. Sasa ukiniangalia hivyo mimi unaondoa kabisa confidence.
Mimi mwenyewe niliumia sana siku ile kukukuta na yule mume mwenza pale mnaongea. Sasa anakutongoza afu kweli mimi niuma. Ni kwa nini mtu mume mwenza? Nitakuelekeza kila kitu. Hapana. Nitakuelekeza kila kitu na kuomba kweli mke wangu. Nitakuelekeza jinsi ambavyo kwa nini mtu mume mwenza huwa tunataniana. Niti. Nisamee mke wangu. Nisamee basi. Mimi ndo maana nakupenda. Nimekaa muda mrefu nikiwa nakuwaza wewe tu. Niache na changa. Mimi nachopenda kiukweli unikatiagi tamaa. Wangekuwa ni wanawake wengine weupe, wangekuwa wameshanikataa, lakini mimi nashukuru wewe weupe wako ni wa kutoka kwa wazazi. Achana na wale weupe wa kutengeneza. Wao najua ni maadui. Jua si linapiga ngozi. Haya na hapo nini? Hapa. Hapa kuna bajaji iliacha njia ikafuata uso. Ndio maana kwa uso wako. Kweli mke wangu, yaani hii kesi imekuwa nzito mpaka imefika kwa polisi. Mbona kunipigia simu? Nilikuwa nakupigia simu yako haipatikani. Alafu sasa unajua ukifika polisi wanasema simu wanazichukua wenyewe. Kwa alizichukua simu polisi wakasema mtazichukua mkishatoka ndani. Anaenda aje mmefanyaje? Wewe wa bajaji? Wa bajaji kumbe ana mawasiliano mazuri na wale polisi. Wakamwachia. Mimi wakaniweka ndani, nimekaa pale ndani ndo wale jenzi wakanisaidia. Tasiamini. Wala kwa mambo yako mwingine. Hamna, kweli. Acha wasitaka sasa. Sasa ukisema mimi kibaka hapo na nivunjie heshima yako kama mume wako. Asi usijali jamani. Lakini si angalau mke wangu nimerudi nikiwa salama. Ndio. Hilo ndio jambo la mwisho. Wewe tena? Mmemweza? Yaani upo hadi huku. Pata chimbika. Chika. Wewe ni nani? Sasa si ukae huku kwanza. Nikae kufanya nini? Nakuuliza wewe ni nani? Huyu bwana mbona unafuata wewe? Nani tena? Unamuuliza tena huyu. Mke wangu ni nani? Yaani yupo hivi. Sasa tunataka nini bwana? Mtikio sema huyu nani bwana?